Maisha kwa upande wa Edina yaliendelea kubadilika siku baada ya siku. Mgahawa wa Mama Grace ulizidi kupanuka. Grace naye aliendelea kupambana na masomo nchini Australia. Lakini upande mwingine wa jiji kulikuwa na mtu aliyelala bila amani. Alikuwa Stella. Tangu David afukuzwe shule kwa muda, George alikuwa amebadilika. Hakumchekea tena kama zamani. Hakumpa kile alichokitaka. Alianza kumweka kwenye nidhamu kali. Stella alihisi taratibu heshima yake ndani ya nyumba ilikuwa inapungua. Lakini George alimtafutia mfanyakazi wa kumsaidia kazi za nyumbani pamoja na kumwangalia Happy. Siku moja mchana, George alikuwa kazini. David alikuwa amerudi shuleni. Happy alikuwa amelala. Stella alikuwa peke yake amekaa sebuleni. Ghafla, simu yake ikaita. Namba haikuwa imehifadhiwa. Alisita kidogo, kisha akapokea. "Halo?" Sauti nzito ya mwanaume ikajibu. "Stella, umenisahau?" Mwili wa Stella ulisisimka. "Wewe nani? Kumbe kweli umenisahau." "Nani wewe?" "Mimi ni Boaz." Stella alihisi moyo wake ukisimama. Mikono aliyoshika simu ilianza kutetemeka. "Wewe, ndiyo mimi. Kwa nini umenitafuta Boaz?" Boaz akacheka kwa sauti ya dharau. "Stella, kwa sababu namtaka mwanangu." Stella akasimama ghafla. "Unasemaje Boaz? Una akili kweli?" Boaz hakujali. "Nilikupoteza kwa sababu ya umaskini, sawa? Sasa nataka familia yangu irudi Stella." Stella akatikisa kichwa. "Familia gani unaisemea Boaz? Wewe huna kazi, huna mwelekeo, unakunywa pombe kila siku. Bado unaishi kwa kutegemea urithi wa wazazi wako." Boaz akacheka tena. "Lakini David ni damu yangu na nitampata." "Unataka nini Boaz? Naomba ukae mbali na familia yangu," alisema Stella. "Nimekuambia namtaka mwanangu David," alisema Boaz. Stella akaongeza, "David sio mwanao. Mimi sina mwelekeo wa maisha lakini sio mpumbavu Stella. Najua uliondoka kwangu ukiwa mjamzito Stella." Stella alianza kutembea huku na huku sebuleni. "Boaz, tafadhali usisubutu kuja hapa," alisema Stella. Boaz akasema kwa sauti ya kutisha, "Nisikilize mwanamke. Tulimalize hili kwa amani kabla sijafika mwenyewe." Kisha Boaz akakata simu. Stella alibaki amesimama. Mapigo ya moyo yalikuwa makali. Mikono yake ilitetemeka. Jasho jembamba lilimtoka licha ya kiyoyozi. Akajisemea, "Haiwezekani. Baada ya miaka yote hii, kwa nini amerudi sasa?" Machozi yakaanza kumtiririka. Aliogopa sana. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, siri aliyokuwa ameificha ilianza kumwandama tena. Alijua jambo moja, ikiwa George angegundua ukweli kuhusu David, kila kitu kingeweza kuvunjika ndani ya muda mfupi. Usiku huo Stella hakupata usingizi. Kila sauti ya simu ilimfanya ashtuke. Kila mlango ulipogongwa alihisi Boaz amefika. Hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa dhoruba nyingine kubwa kuliko zote zilizowahi kupitia. Usiku wa siku hiyo Stella hakulala kabisa. Alimwangalia George akiwa amelala kwa utulivu pembeni yake. Kisha akamwangalia David aliyekuwa amelala chumbani kwake. Machozi yakaanza kumtiririka. Akajiuliza moyoni, "Nimeficha siri hii kwa miaka mingi. Sasa hii ina maana kwamba mwisho wake ndio umefika?" Asubuhi ilipofika, George alienda kazini kama kawaida. David alienda shuleni. Happy alibaki nyumbani na yaya. Stella aliingia garini na kuanza safari. Baada ya saa kadhaa, alifika kwenye kijiji kilichokuwa mbali na mji. Alisimama mbele ya nyumba ya mganga aliyewahi kumsaidia miaka mingi iliyopita. Aligonga mlango. Mganga akafungua na kutazama kwa makini. Kisha akasema, "Karibu Stella. Bado nilijua siku moja ungerudi."
Stella akaanguka magotini. Baba, nimeishiwa njia, nisaidie. Unataka nini binti? Boaz amerudi. Anataka kunichukulia David. Mganga akabaki kimya kwa muda. Kisha akaenda ndani ya chumba chake. Aliporudi, alikuwa ameshika chupa ndogo ya dawa. Akamkabidhi Stella. Chukua hii dawa. Nifanye nini nayo hii baba? Mganga akamwangalia usoni. Kisha akamwambia, binti, nenda ukamtafute huyo Boaz. Lala naye. Kabla hamjalala, weka dawa hii chini ya kitanda mtakacholalia. Halafu kabla ya saa 10 alfajiri, ondoka bila kumwamsha. Stella akapokea chupa ile huku akitetemeka. Nisikilize msichana, kuna jambo moja nataka ulisikie vizuri, alisema mganga. Stella akanyamaza. Mganga akasema kwa sauti nzito, hakikisha George hakutani na familia yake ya kwanza. Na siku hiyo ikitokea, utakuwa mwanzo wa matatizo makubwa. Stella akakunja uso. Kwa nini baba? Mganga hakutoa maelezo zaidi. Alisema, usiniulize binti. Nimekwambia ninachokiona. Ukweli una tabia ya kujitokeza pale ambapo hakuna anayotarajia. Stella akaondoka pale akiwa amechanganyikiwa. Alijua alichokuwa anakifanya kilikuwa ni jaribio la kulinda ndoa yake, lakini hakujua kama kweli kingefaulu. Sasa tunajiuliza, huyu Boaz ni nani? Tunarudi nyuma kwenye story. Kabla George hajamfahamu Stella, Stella alikuwa na mchumba wake ambaye ni Boaz. Walipendana sana, lakini maisha yao hayakuwa na mwelekeo. Boaz alikuwa mlevi, hakudumu kwenye kazi yoyote. Fedha zake nyingi ziliishia kwenye pombe na starehe, kitu ambacho Stella hakukubaliana nacho. Stella alianza kuchoka maisha hayo. Wakati huo alikuwa akifanya kazi katika baa maarufu jijini Dar es Salaam. Hapo ndipo George alipokuwa mteja wa kudumu. Karibu kila mwisho wa wiki, George alifika akiwa na marafiki zake katika baa hiyo. Walizungumza biashara, walizungumza kazi, na mara nyingi George alikuwa akilalamika jambo moja. Nina kila kitu, lakini sina mtoto wa kiume. Sijui kwa nini mke wangu anizalie mtoto wa kiume. Maneno hayo yaliingia moyoni mwa Stella. Pole pole alianza kumkaribia George, alimhudumia mwenyewe kila alipokuja. Mazungumzo yao yakageuka urafiki. Urafiki ukageuka uhusiano wa siri. Miezi michache baadaye, Stella alipata ujauzito. Hakumwambia Boaz, hakumwambia George mara moja. Kwanza alienda kliniki kufanya vipimo. Baada ya uchunguzi, daktari alitabasamu. Akamwambia, hongera dada. Ujauzito unaendelea vizuri sana, na dalili zinaonyesha unatarajia mtoto wa kiume. Maneno hayo yakambadilisha Stella. Alitoka hospitalini akiwa na uamuzi. Siku chache baadaye alimfuata George. George, nataka kuongea na wewe. Niambie Stella. Nina habari njema. Habari gani hiyo? Nina ujauzito wako. George alishtuka. Ujauzito? Unafahamu kabisa mimi nina mke na watoto. Kwa nini umebeba ujauzito wakati mahusiano yetu ni ya siri? Stella akamwambia, ngoja nimalize George. Nini kingine unataka kusema? Sikiliza, ndoto yako inaenda kutimia. Kivipi? Nimefanya uchunguzi, nimegundua nina mtoto wa kiume. George alichanganyika, afurahi au akatae au aikubali. Alichanganyika, lakini baadaye alifanya maamuzi ya kufurahi kwa sababu ndoto yake kubwa ilikuwa ni kumpata mtoto wa kiume. Aliupokea ujauzito huo kwa furaha kubwa. Lakini kwa upande wa Boaz hakujua chochote. Lakini siku moja alipokuwa akikusanya vitu vya Stella vilivyokuwa bado nyumbani kwake, aliona bahasha ya hospitalini. Ndani yake kulikuwa na vipimo vya ujauzito
na tarehe za uchunguzi. Alizitazama kwa makini, akaanza kuhesabu miezi. Uso wake ukabadilika. David, ni mwanangu. Tangu siku hiyo Boaz hakuwahi kuisahau siri hiyo. Alingoja kwa miaka mingi na sasa alikuwa amerudi kuichukua. Wakati huo huo, upande wa Edina kulikuwa na amani ya kutosha. Siku moja alifika kanisani. Alimkuta mchungaji pamoja na yule mama aliyemsaidia siku alipofukuzwa nyumbani akiwa na watoto wake. Walikumbatiana kwa furaha baada ya miaka mingi. Mungu amekuwa mwema sana kwako mwanangu, yule mama alisema. Stella akajibu, ni kweli mama, Mungu mwema siku zote. Mazungumzo yao yaliendelea kwa muda mrefu. Mwishoni yule mama akasema kwa tabasamu, nipe namba ya Grace, ningependa kuzungumza naye. Edina akampa namba hiyo. Nchini Australia, maisha ya Grace yalikuwa yameanza kubadilika. Baada ya miezi ya upweke na changamoto za masomo, alikutana na mhadhiri mwandamizi wa chuo hicho aliyeitwa Jonathan. Jonathan asili yake alikuwa ni mzungu ambaye alivutiwa na bidii, unyenyekevu na historia ya maisha ya Grace. Kadiri walivyozidi kufahamiana, ndivyo walivyozidi kupendana. Uwepo wa Jonathan ulimpa Grace nguvu mpya. Alianza kufanya vizuri zaidi darasani. Matokeo yake yakapanda siku hadi siku. Maisha ya ughaibuni yakaanza kuwa mepesi kuliko hapo awali. Turudi nchini Tanzania. Familia ya Edina iliendelea kupokea baraka. Neema alijifungua mtoto wa kike mwenye afya njema. Wakamwita Angela. Miezi michache baadaye, Rose naye alifunga ndoa na mwalimu wa shule ya sekondari. Edina alipoangalia watoto wake, machozi ya furaha yakamtoka. Kwa upande wa Stella, jioni ile baada ya kurudi kutoka kwa mganga, Stella alijitahidi kuonekana mtulivu. Alibadilisha nguo zake, akaenda jikoni kuandaa chakula cha jioni kana kwamba hakuna kilichokuwa kimetokea. Lakini moyoni mwake kulikuwa na vita kubwa. George aliporudi kutoka kazini, alimsalimia kama kawaida. Waliketi mezani kula chakula cha jioni. Baada ya kimya kifupi, Stella akamwangalia George. George, ndiyo, kuna jambo nataka kukuomba. Sema. Nataka kusafiri kesho asubuhi. George akamwangalia kwa mshangao. Unaenda wapi? Nataka kwenda kumwona dada yangu. Anaishi upande wa pili wa mji. Mtoto wa shangazi yangu alinipigia simu. Ameniambia hali yake si nzuri. George akaweka kijiko chini. Mbona sijawahi kusikia una dada huko? Stella akatabasamu kwa kujilazimisha. George, si kila ndugu huwa tunazungumza kuwahusu. Tulikuwa tumepotezana kwa muda mrefu, lakini sasa ameugua. Nikaona ni wajibu wangu kwenda kumuona. George akamtazama kwa sekunde chache, kisha akasema kwa upole, sawa. Utakaa siku ngapi? Nitarudi kesho jioni. George akatikisa kichwa. Basi sawa, safari njema. Nitamwangalia Happy. Stella akatabasamu. Asante sana. George akaongeza, nipigie simu ukifika. Nitakuwa na amani nikijua umefika salama. Sawa. Usiku huo Stella hakulala. Alikuwa akifikiria maneno ya mganga. Hakikisha George hakutani na familia yake ya kwanza. Ukweli una tabia ya kujitokeza. Alifumba macho, lakini usingizi haukuja. Kulipopambazuka, Stella aliondoka mapema. Aliendesha gari kwa muda mrefu mpaka alipofika kwenye kijiji alichoishi Boaz. Aliushusha moyo, akashuka garini. Boaz alikuwa amekaa nje ya nyumba akiwa na chupa ya pombe mkononi. Alipomwona Stella, alisimama kwa mshangao. Stella, wewe kweli umeamua kuja? Stella akavuta pumzi ndefu. Nimekuja tuzungumze Boaz. Boaz akatabasamu. Karibu. Wakaingia ndani ya nyumba. Kimya kilitawala kwa muda. Boaz ndiye aliyekivunja. Kwa hiyo, umefikiria maneno yangu? Stella akainamisha kichwa. Kisha akasema, nimeafikiria Boaz. Nimekubali. Boaz macho yake akang'aa. Kweli? Ndiyo, lakini nina masharti. Yapi hayo?
hili jambo libaki siri yetu. 1. David bado anasoma. Sitaki maisha yake yavurugike. 2. Boaz akatikisa kichwa. Stella, nimekubali. Nitangoja. Ninachotaka ni familia yangu irudi. Stella akajifanya kutabasamu, lakini moyoni alikuwa akijua sababu halisi iliyomleta mahali pale. Jioni ilipoingia, waliinua mazungumzo marefu kuhusu maisha yao ya zamani. Boaz alionekana mwenye matumaini mapya. Alidhani Stella alikuwa amerudi kwake kwa hiari. Maskini Boaz hakujua kuwa Stella alikuwa amekuja kutekeleza maagizo ya mganga. Usiku ulipoingia, Boaz aliingia bafuni kuoga. Stella akatoa ile chupa ndogo ya dawa. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Akainama pole pole, akaiweka chini ya kitanda walichotarajia kulalia. Kisha akairudisha chupa tupu kwenye mkoba wake. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Dum dum dum. Boaz alipotoka bafuni hakugundua chochote. Usiku kaendelea. Asubuhi kulipopambazuka, kabla hata ya saa 10 alfajiri, Stella aliamka kimya kimya. Alimwangalia Boaz aliyekuwa amelala fofofo. Akachukua mkoba wake, akafungua mlango taratibu. Bila kusema neno lolote, akaondoka. Alipofika garini, alishusha pumzi ndefu. Akawasha gari na kuondoka. Hakujua kwamba siku hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa mabadiliko ambayo yangetikisa maisha ya watu wengi. Nini kitaenda kutokea? Usikose sehemu inayofuata. Asante kwa kusubscribe, kwa kulike na kucomment. Mwenyezi Mungu akubariki na nikutakie siku njema. Kwaheri.